Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayeponya. Lakini tukitumia dawa tunaweza kupata nafuu, tusipotumia hatuwezi kupata nafuu. Kwa hivyo swali linaweza kuja akilini kama vile dawa zinazotuponya na kutuponya. Hii ni dhana potofu muhimu sana. Jibu ni kama ifuatavyo. Kuwepo kwa kitu kunategemea kuja pamoja kwa sababu zote na nyenzo zote. Hata hivyo, ili kitu kikome, inatosha kwa kiungo kimoja tu kukosa. Kwa mfano, chuma, saruji, vifaa vya ujenzi na vifaa sawa vinahitajika kujenga jengo. Lakini ili jengo lisijengwe, inatosha tu sababu moja, kwa mfano ukosefu wa saruji. Katika hali hii, je, tunaweza kusema kwamba saruji ndiyo inayojenga jengo, au kwamba saruji ni mmiliki au mshirika wa jengo hili? Bila shaka hapana. Saruji ni nyenzo isiyo na uhai wala fahamu, ni kitu tu. Mtu anayejenga jengo hilo ni mkandarasi ambaye, pamoja na vifaa, ana sifa kama vile maisha, ujuzi na utashi. Dawa kama hizi zinapoingia kwenye mwili wetu, haziwezi kugundua ugonjwa wetu au kujua mahali pa kwenda. Hata kama ingeweza kujua pa kwenda, mchakato wa uponyaji tunaoita hutokea kwa mwingiliano wa maelfu ya vitu vingine kwa kipimo na mpangilio maalum pamoja na hiyo dawa. Haiwezekani kwamba dawa ambayo ni kitu kisicho na uhai ndiyo inayosababisha kwa ustadi matukio yote ya kemikali yanayotokea kutokana na mwingiliano huu. Maji husababisha uumbaji wa mimea isiyohesabika, lakini haiwezekani kabisa kwamba maji yenyewe yaweze kutofautisha mimea hiyo na kujua mpango na mradi wa kila moja, kisha yakaumba maua na matunda mazuri kwa ukamilifu huo. Yule anayefanya maji na vitu vingine kuwa sababu na anayeumba miujiza hiyo kutokana na malighafi hizi ni Mola wetu mwenye ujuzi usio na mipaka, mwenye irada na uwezo wa milele.